Niliwaambia hapa nafikiri. Baada ya mkutano pale Dodoma mjini tunaondoka kwenda nyumbani, mchungaji akasema, baba, huyo binti sio binti, ni jini. Akasema, unasema nini? Ndio, ni shetani huyo. Akasema, twende pale pale. Tukaenda pale. Gari ikasimama. Amevaa mtoto wa shule. Na vitabu vyake hapa kifuani anakwenda tu. Watoto wa shule wa kike si wanaweka hapa. Bas, ameweka hapa. Ni msichana mdogo kama wa 17 years, miaka 17 tu. Kumbe ni kazee. Kanajibadilisha sura. Ikasimama gari, nikatokeza kwenye dirisha. Binti, njoo. Tazama kakafanyi kasema, na kuapisha kwa jina la Yesu, njoo. Ile nguvu ikamfanya ashindwe miguu, akasimama. Tukasogeza gari letu, tukamwambia ingia ndani. Kaingia ndani. Tumemwapisha. Maana ni mtu, lakini ni shetani. Katika mashule wa motere wanasoma, wao hawashindwi mitihani, wanatazama maswali, wana kiroho wanayajibu, wanaandika, yeye anakwenda kesho kujibu tu. Naona maofisini wamo wanafanya kazi, wengine watapunguzwa, wewe lenyewe halipunguzwi. Si kwamba ni wote wanaopunguzwa au yenyewe tu wanaobaki ni majini, sio. Utatambua ukiwemo uliyeko, utatambua. Ukitaka kutambua ni hivi, unapenda nikueleze kidogo? Ukifanya mashaka na mtu, maana ukiwepo mtu wa Mungu uliyekombolewa, na shetani najua wewe ni adui yake, zile alama za kukufanyia mashaka utakuwa nazo. Alafu utatafuta sana kumuona uso, na atazidi kwenda hivi. Lakini utakapoapiza kwa jina la Yesu, geuka, utazame wima, utastukia na geuka. Halafu mkikutana uso hivi, awe mke au mume, hasa walio wengi ni wanawake, wanaume ni si wengi sana. Mkitazamana uso hivi, uso wako utaona pale pale, unapanda tu tayari jua kwamba hili ni jini. Hata kama amevaa suti au gauni ngonga snake, anakwenda na mimi, ujue ni jini. Wengi wameangamia kwa ulafi wao. Wengine wameoa majini, wengine wameolewa na majini, wengine hivi ni marafiki wa majini. Na ukiwa na rafiki ambaye ni jini, yeye hafanyi kazi, hatoki jasho, yeye anakula bure.